Kuna maneno pia yanazungumzwa mengi ambayo wewe pia tunaamini ni mtu ambaye unaweza ukatupa ukweli kwamba Zuchu bwana alikuwa kwenye mipango ya safari na mpaka nguo alishona, kwa stori ambazo tumeambiwa, lakini mwisho wa siku mpenzi wake akamwambia bwana, ndege imejaa na hamna nafasi tena. Hii stori ina ukweli? Hapana, stori ni ya uongo, kwa sababu mimi na Zuchu nilikuwa sio tu kwenye kushona nguo, alishona nguo na alishafanya na fitting na ilikuwa kweli aende. Lakini Zuchu alikuwa na show tarehe 20 Chunya, unakumbuka? Yes, lakini hiyo show yake ya Chunya ilitakiwa yeye aende Nigeria. Tulisema ataenda Nigeria tarehe 17. I mean tarehe 16. Tradition wedding ilikuwa tarehe 17. Ili tarehe 18 ageuke. Lakini tarehe 18 kulikuwa hamna ndege za return kuja huku. Hilo la kwanza. Wakina Nasibu walienda na private. Kwa hiyo angeenda nao na ndege ya kina Nasibu ilikuwa irudi recent. Kwa hiyo ilimbidi atafute, kama angeenda na private ilibidi arudi na ndege nyingine. Kwa hiyo kilichomzuia ni hiyo, na pia ni show yake. Kwa sababu alikuwa na show. Nigeria ukisafiri tarehe 18 utafika Tanzania tarehe 19. Yeye kulikuwa unamtaka asafiri tarehe 19 usiku, afike huko tarehe 20, show yake ni tarehe 20 usiku. Yes, hapo ndo alipomesa. Kwa alikuja alitafuta hiyo, tumetafuta, tumeongea na maagent, ayo ndege iwe hivi, ndege hivi, ikaja ikashindikana. That's why. Bwana wanasema kaka aliogopa kule atabadiwa. Hapana. Mtu akina Nigeria tena. Hata kwani angemruhusu hadi ashone nguo, na nguo ndo kalipa nywele kanunua kwangu, huyo Nasibu. Alishanunua mpaka nywele kila kitu. Kwa hiyo vitu vingine sijavijua. Ila mimi ndo nakuelezea hiyo. Ndio hivyo hakwenda kwa sababu ya show ya Chunya. Sio kweli kama alizuiliwa na Zuchu. Mtu mzima hawezi kuzuiliwa na Nasibu. Yaani hata ingekuwa Nasibu amegombana, Zuchu anaweza kujipeleka Nigeria. Si unajua? Akajilipia kila kitu na akafanya na akarudi. Yes. Lakini show yake ndio iliyomsababisha asiende. Kabisa. Hata Nandi ilikuwa aendi. Watu wasijua. Nandi ilikuwa aendi kabisa. Kwa sababu Nandi ndiye alikuwa ana show same day na Zuchu. Lakini Nandi yeye akaja akapata bahati, ndio maana ukaona Nandi akapitia Dubai. Sasa the time Zuchu anataka kubook flight zilikuwa zimejaa, na hiyo kipindi cha hiyo safari ndege nyingi zilikuwa zinaelekea Nigeria zilikuwa busy. Yes. Lakini hadi Nandi alikuwa aendi. Aliwahi ticket ya ndege akawa amepata mapema hivyo. Akaenda na kurudi. Maki mimi pia narudi tarehe 18. Tarehe 18 nilifika Nairobi tarehe 19. Sasa kwa Zuchu angechelewa, angefika huko tarehe 20. Kwa sababu imbidi kule atoke tarehe 19, afike huko tarehe 20. Hivyo. Mambo alikuwa ni begi Nigeria bwana. Anasema Jux pia anataka kumtafutia jiko bwana Nasibu bwana Nigeria. Hiyo zibi. Amtafutie jiko for how? Diamond mtu mzima hawezi kutafutiwa mwanamke na mwanamke. Kule tuliona anasema Diamond kapewa kodi na Jux achukue dada. Hayo ni maneno tu ya mitandaoni. Nyinyi mkianza kupublish vitu viende ili nyinyi mpate faida, ndio mnaviweka hivyo. Wale walikuwa kwenye shughuli pale wanajua wale ni watu maarufu, kuna kamera. Sidhani kama alikuwa anamnyoshia iko. Ukipatia ni group spend wako wametoka naye toka hotel, labda alikuwa anamuonyesha kitu kingine. Kwa hiyo watu tu. Shughuli ya mwezi wa 5 nimeambiwa kuna mchango 500,000. Shughuli hata ya kule ilikuwa sijui ni, I think ilikuwa si chini ya milioni 5 sijui. Kumchanga ni lazima kwenye shughuli, huwezi tu kwa unaenda. Unaenda yule, unabidi yule ni kijana mdogo, mnamsupport kwa hicho kidogo chako hivyo. Labda sisi wageni tunaoenda Nigeria kuna venye tunaweza kutritiwa kwenye shughuli ya Dar es Salaam, but kuwepo na mchango kwenye shughuli ni kawaida ya sisi wa Afrika. Ndio wakotii wa chambe wenzako ambao hawajasafiri kwenda Nigeria. Sikumchamba mtu, ila niwaelezea tu mfano kuwa nyinyi ni bloggers. Na tena leo bora hata mmekuja na hii yole ni mkaiedit. Nyinyi ni bloggers. Kama nyinyi ni bloggers, mnatakiwa vinavyotokea issue kama zile zinazodili na mambo ya nchi. Sijui kuna Kenya, kuna Tanzania, kuna Nigeria, kuna Tanzania. You guys mnatakiwa stand by na Tanzania. Na ndio maana hata sishangai some of bloggers hapa Tanzania ni mnakuwa na majina makubwa, mna blog vitu vikubwa, lakini hamuingizi hela nyingi. Kwa sababu nyinyi ni mnawakandamiza watu ambao wanaweza kurepresent. Unajua wewe unaweza ukatoka hapa na Nasibu, mkatoka wewe Karima Story na Nasibu amuongee. Lakini wewe nyinyi mnapokuwa Nigeria, mnaitwa jina hilo. Kwa sababu sisi kule siku hizi hakukuwa sijui Jux hakukuwa na Omedimpos. No, tulikuwa tunaitwa wa Tanzania. So ile kuwa sisi wa Tanzania tulikuwa tunategemea, na kama mlifuatilizia na nyinyi ni bloggers tofauti mtakuwa mnafuatilizia bloggers za wenzenu nje. Siku ile wa Nigeria walikuwa kama hamna wa Tanzania, wao ni wanaongelea watu wao.
hadi walikuwa wanawakava. Sisi tulikuwa kwenye shoot, tulikuwa tunaona watu wengine wamevaa kawaida, wamevaa vibaya, lakini hawakuwa wanawaposti. Nyinyi huku kama kuna dada wa Klaus alikuwa amevaa sijui nini, akashambuliwa kwenye peji zote. Kule walikuwa waandishi wa habari, dada alikuwa anaonekana msafi. Lakini kwa nini wasinge waposti waandishi wa habari wao? Kwa hiyo sasa Tanzania sisi nguvu yetu kubwa ni kuuana wenyewe kwa wenyewe, kuona vitu vyetu havifai, kuvigaia priority vitu vya nje, which you guys ampo popote ni hapa Tanzania. Amuingizi hela nyingi kama wenzenu wanavyoingiza. Kule bloggers mwenye 1 million followers, gari anazoendesha, vitu anavyomiliki ni vikubwa. Lakini wanawezaje hivyo? Kwa sababu wanasapotiana, wanashikana. Jambo likiwaambia Nigeria, yani wa Nigeria wote wako hapo. Siku hizo walikuwa wanasifia dada zao, wanasifia wakaka, sisi kama hatupo. Sisi tulikuwa tunategemea nyinyi naye mfanye vile vile, mkaanza kutucompensate. Bwana Juma Lokole, wewe mmeenda kutia aibu pumbavu zenu. Mimi sijaenda kutia aibu kwa sababu ile safari haikuwa safari ya kipuuzi. Ile safari kwa inahitaji hela my friend. Simekwambia I spend more than 7 million kwa ajili ya ticket. Yes, kwa sababu mimi nimefanya business. Kaangalie business ticket ya Kenya Airways from hapa to Nigeria. Yes, I spend a lot. Kwa hiyo yeye tu alikuwa anaongea na wewe ya kupunguza makali. Maybe alikuwa anatamani awepo. Au mimi hata ukija kuongelea sijui tumeenda kutia aibu. Hao walikuwa wanasema tumekutia aibu. Ni lini wao walitokaga kwenye red carpet wakawa wamependeza? Yaani mimi kuna mtu anaweza kuniambia akiwa anajua fashion anavaaga naye kwenye red carpet namuona, lakini yupi kati ya wale wataja hapa anatoka kwenye red carpet kapendeza akashtua? Ndio hivyo. Kwa hiyo mimi niliongelea in general kwa bloggers, ifikie muda kwa msupport vya kwenu. Huyu Nasibu mnaomdharau akiwepo hapa, Nasibu anawarepresent kwa ukubwa sana. Na kupitia yeye ingewezekana kuna hawa kina Kalima Story wakakuwa, sijui akina nini, yani bloggers nyingi zikakuwa. Sijui umeelewa? Ndio hivyo. Kwa hiyo inabidi watu wote waweke nguvu. Inavyotokea issue, tukiwepo hapa wenyewe wa Tanzania, tumeenda kwenye event yetu sijui nini, tuchambane wenyewe kwa wenyewe. Lakini when it's come about ni nchi, watu wote wa nchi wanakuwa kitu kimoja. Ukifuatilizia ile JP ni funzo kubwa kwa wa Nigeria, walikamatia sehemu hiyo moja. Sasa kama wao wanaweza kushikana, kwa nini sisi ni roho mbaya na chuki, kujipunguzia makasiriko ya nafsi, kujiona aliyokuwa nacho kashapewa, wewe uliokosa omba Mungu akujalie, ila kuweka grudges, kuwa na chuki akunipunguzii mimi chochote wala akuniongezee. It's better wewe tu unakuwa unapata homa ya nafsi hivyo. Lakini inakuwa bloggers kama nyinyi hapo sasa hivi, kama hivi mnanipata ofisini hapa nakuja na kuelezea, you guys inatakuwa mimi ninapokuepo na kitu changu tusupportiane hivi. Yes. Lakini nyinyi sasa kwenye umbea wa mbele, ila kusupport mnajifanya mnananga. Huo ni uongo kabisa. Unahisi pengine wabea wa Tanzania ambao walikuwa wanafuatilia kupitia mitandao kuhusu sherehe za Jux za kule Nigeria, kitu ambacho pengine yani wanaweza kawa wao hawajabahatika kukiona, wao wamebahatika kukiona live kwenye shughuli za wa Nigeria, ni kitu umekibeba kama vingi? Kwanza the way maandalizi yao ya event yanavyokuwa, wenzetu kule walikuwa wanafanya event, hakuna habari sio mama anaongea sijui wosia wa baba, hamna habari ya watu kama tulizoea Tanzania. Lazima tuende kwenye mavyakula tupangane mafoleni, wao hawana. Ukifika mgeni unapewa menu, chakula unafuatwa kwenye meza. Kwa mimi binafsi nimependa, yani wao harusi wanaifanya ni kama ni furaha tu, sio habari ya matatizo, sio mjomba wa nani kaja kaeleza. No, I like that. Nimependa sana the way wana learn of shughuli zao. Watu mnakaa kwenye meza, mhudumu anakuwa amekusimamia kama Bayern, anakuwa anakusikilizeni, unataka soda analeta, unataka nini, yani wewe uruhusi kunyanyuka, wewe ukinyanyuka kucheza muziki. Yes, I like that. Mzee bwana kina Juma Lokole anasema mlifunikwa sana kwenye mavazi. Yeah, atakuwa na mimi sikufunikwa kwa sababu mimi yani nikijiongelea binafsi, kabla sijaenda Nigeria nilikopo naijua hiyo safari. Kwa hiyo kusema eti nilifunikwa it means kujipanga na nilichokuwa nakivaa. Na mimi nilidecide kuveshwa na madesigner wetu from Tanzania, kwa sababu mimi niliveshwa na Moran, nguo ya tradition niliveshwa na Moran, nikaveshwa na JM, nikiwa nimestyliliwa na Roy Dimichi, lakini pia accessories zote niliveshwa na Gele Tanzania. Nilifanya vile kwa sababu ili hata ninavyoenda Nigeria waone kwa Tanzania sisi tunaweza. Yes. Kitambaa nilinunua kwa Zoe Fabric. Wote ni watu wa hapa Tanzania. So nilikuwa very proud kurepresent nchi yangu, lakini pia kuwa present madesigner tofauti kutoka nchini kwangu. Na wakatengeneza nguo ambayo the time na shoot wa Nigeria wakasema yani hii nguo tulijua umenunua huko, lakini nimetengeneza huko. So it was very good from my side.
Yeah. Upande wako unasema ulikuwa sawa. Wale wanaosema sasa wanaume, ile sala ya wanaume rangi na nini, wanasema walibugi sana. Kwa upande wako vipi? Alafu speaking of rangi zote zilichaguliwa kule. Yaani rangi walioambiwa wavae wanaume ilitoka Nigeria, rangi walioambiwa wavae wageni waaliko wa kiume ilitoka Nigeria, rangi waliopewa na wake wa huku pia ilitoka Nigeria. Kwa hiyo hilo kosa hata kwa huku wa Tanzania huwezi kuwaweka kwa sababu ile ni rangi, tulifuatilia protocol. Ilikuwa ndugu wa mume mnatakiwa mvae chocolate, lakini groomsmen watavaa pink. Sijui watu gani hivyo, na ndio maana kule wao maids wao walivaa nao pink. Kwa hiyo vile vitu vyote vilipangwa kule. Yes. Hiyo bado inaendelea bwana, mwezi wa 5 tena kuna shughuli. 28, yes. I will be there. I will show up. Imekuwa harusi ya mtu maarufu ya tofauti sana kwa mara ya kwanza. Watu wengi wanamsema Jux kwamba sherehe zimekuwa ni nyingi sana na huenda akawa anatoboka sana pesa, yani kwamba baadaye tunaweza tumsikia analia kafilisika. Hapana, kwa kufilisika hawezi. Jux ni mtu wa watu, anaishi na watu vizuri. Speaking of hata kufanya shughuli yake Nigeria na watu tukaenda. Nigeria ili cost too much. Yani ukiongelea kwa sisi tulosafiri na business si chini ya milioni 7.8 just for ticket. Nililala iko hotel 5-star hotel, ina costi so chini kwa usiku kama 800,000 labda ya Tanzania. Yes, kwa hiyo sijui usafiri sijui nini, so imetukosti, kila mtu imemkosti kwa upande wake, lakini pia watu kujitokeza kule kwa wingi ule wa Tanzania. Juma imemweletea ishara kuwa yeye ni anaishi vizuri na watu na ana story nzuri na watu. Kwa hiyo hata hivyo watu wanavyohisi sijui anatoboka, pia hajaoa tu familia, ameoa familia iko vizuri. So it's good kwake. Yeah.